Baba, 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 Baba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Mpo tayari kwa ajili ya leo eh? Mpo tayari? Amen. Tunamshukuru Mungu tena ametupa nafasi ya kuja huku mlimani. Kuna kitu ambacho Mungu alinipa kwa ajili ya kuomba, lakini muda ambao alinipa kwa ajili ya kuomba akasema hiki hapa usiombe peke yako, inatakiwa ukawashirikishe na wenzako ili muombe wote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hichi ambacho ninakwambia, ukikuta na mimi ninaomba kwa msisitizo usishangae. Na mimi ni cha kwangu pia. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Mathayo. Nataka tushughulike na kitu kinaitwa nyota. Umewahi kusikia nyota? Nataka tushughulike na kitu kinaitwa nyota. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia nyota, ndani yako wewe unaelewa nini? Au unajua nini kuhusu nyota? Bwana Yesu asifiwe. Nyota ni utambulisho ambao mtu anapewa na Mungu direct. Nyota ni utambulisho ambao mtu anapewa na Mungu direct ili umsaidie kwenye kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Nyota ni utambulisho wa mtu anaopewa na Mungu ili umsaidie kwenye kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana yake, kwa sura hiyo, maana yake kila mtu ana nyota. Kila mtu ana nyota. Na kuna wengine wana nyota hadi zaidi ya 5. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wana nyota zaidi ya 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu kusudi ambalo umeletwa nalo duniani, kuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa uvipate na uwe navyo. Alafu hiyo vitu ndio vinakusaidia kwenye lile kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Okay, utanielewa tu taratibu. Hem, soma ile Mathayo 2 ule mstari wa 1 mpaka wa 2. Biblia inasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kumbuka hao mamajusi hawakuwa watumishi wa Mungu. Unaelewa? Umewahi kusikia watu wanaitwa wasoma nyota? Hao mamajusi ndio walikuwa wasoma nyota. Sasa huwezi ukasema wasoma nyota kama nyota haijaandikwa kitu. Maana yake wasoma nyota kuna kitu kimeandikwa kwenye nyota ndicho wanachokisoma. Kwa hiyo nyota yoyote unayoiona ina maneno ambayo imeandikwa.
ambayo wale wataalamu wa kuyasoma wakiyasoma wanagundua huyu mtu ni mtu wa aina fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nyota yako, tukitaka kujua wewe nani, tutaangalia nyota yako imeandikwaje. Kwa maana yake kama sio mtaalamu wa kusoma nyota au Roho Mtakatifu asipokufunulia kuisha habari yako, watakao utafanikiwa kuijua nyota yako ni watu wengine, na unaweza mpaka sasa hivi kawa hauna. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ona, anasema hivi, nataka nikuoneshe umuhimu wa nyota. Biblia inasema hivi, walipofika kwa mfalme wakasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Maana yake nyota iliandikwa mfalme wa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imeandikwa mfalme wa Wayahudi, kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Kwa hiyo kilichowafanya waje kumsujudia sio kwa sababu Yesu aliomba waje kumsujudia. Nyota ilikuwa inahitaji kusujudiwa. Kwa hiyo hawajali mwenye nyota ni nani, wanachojali nyota ipo kwa nani. Yaani hawaangalii wewe ni wa aina gani ili wakusujudie, ila wanachoangalia nyota iko kwa nani, afu tumsujudie huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ona, wamefika pale wanamuuliza Herode, yuko wapi mfalme wa Wayahudi? Herode na yeye anashangaa. Inawezekana na yeye nyota aliiona ila hakujua. Ila sasa kwa sababu walikuwa wamekariri kwamba mfalme lazima azaliwe kwenye nyumba ya kifalme. Okay. Ngoja nije kwenye level ambayo unaweza kanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Si unajua kwamba kuna watu ambao wana mitaa yao, tuseme ukisikia mtu tajiri, cha kwanza unaweza kufikiria katokea labda familia fulani au katokea eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ukitaka kuelewa labda mtu ni tajiri, cha kwanza utaanza kufikiria labda Mwarabu, si ndio? Akili ya kufikiria kwamba Mwafrika itakusumbua sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hebu fikiria, ghafla imetokea nyota ya kitajiri Semtema, au imetokea tu nyota ya kitajiri ila hawajajua iko wapi. Wewe unajua watu wataweza kufuata wapi? Wataenda labda kwa kina Asasi, kwamba inawezekana kwa Asasi kuna mtoto amezaliwa, au wakitoka hapo kwa Asasi hamna, wataenda labda kwa matajiri wale, sipendi kuwataja kwa sababu itaruka live. Bwana Yesu asifiwe. Akili yako ya kwanza itajua huyu mtoto katokea kwenye familia fulani. Sasa ndio kilichowatokea mamajusi, walivyosikia tu mfalme wakajua hapa mfalme kwa Herode. Nje ya Herode hakuna mfalme. Kumbe mfalme yuko nje ya Herode. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakatoka kaenda kwa Herode, wakaanza kumuuliza. Mstari wa 3. Hayo sura ya 2 mstari wa 3. Yeye anasema, basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Aliposikia nini? Kwamba kuna mtu amezaliwa ana kitu kama cha kwako ila nje ya kwako. Yaani sawa sawa na unasikia sasa hivi. Okay, ngoja niongelee kwa watumishi wa Mungu ambao kiukweli huwa wanaumia kuona watu wengine wanavyoinuka. Bwana Yesu asifiwe. Inatokea kuna mtumishi ameanza kufanya vizuri sana, na unasikia taarifa zake zinakuja mpaka kwako, lakini huyu mtumishi hatokei kanisani kwako, au hatokei kwenye ile dini au dhehebu ambalo wewe upo. Unajua maumivu ambayo watu wanajisikia? Achana na wale wenye hofu ya Mungu. Wenye hofu ya Mungu watafurahia, ila wale ambao hawana hofu ya Mungu, unajua watakavyoumia, kwamba inawezekanaje huyu awe mkubwa alafu yuko nje ya sisi. Vita yake ni ya studio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umezaliwa wewe una nyota ya kitajiri ila uko nje ya matajiri. Uwe na uhakika kichapo utakachopigwa au vita yake utakayopigwa lazima ukate tamaa. Ndio mimi nasemaga, ukiona mtu ana vita kubwa
uwe na uhakika kabisa kusudi alilobeba sio la kitoto. Mtu yoyote ukiona ana vita kubwa, usianze kuona mzembe, ila angalia kwa picha, kwa nini wanamwataki sana, kwa nini ana vita kubwa, amebeba nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 4 unasemaje? Mstari wa 4. Atakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, atafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Wakaanza kutafuta habari za Yesu. Chote kilichosababisha ni nyota tu. Kwa hiyo kuna watu sasa hivi wanakuinda ni kwa sababu tu ya nyota. Wakishabeba nyota yako, hakuna vita ambayo itakuwa inakufuata, kwa sababu hawana sababu ya kukupiga. Wewe nadhani Yesu angezaliwa afu ile nyota haipo, nani angekuwa na habari naye? Okay, ameanza kupigwa vita siku ya kwanza amezaliwa. Sijui unaelewa? Kinachosababisha apigwe vita nini? Nyota tu. Hii nyota ina umuhimu gani? Kuna watumishi wengi wa Mungu wanasemaga somo la nyota sio muhimu kwa Wakristo. Ninyi watu wa Mungu wenzetu upande wa pili kule wanaijua na kama wanaijua wanafanyia kazi. Wenzetu wa hivi, unajua hawezi kumuoa mwanamke kama hajajua nyota yake. Hawezi. Yaani akimpenda mwanamke, kitu cha kwanza atakachokifanya, wataenda kwa viongozi wao wa dini kwamba nitafutie huyu nijue huyu ni wa aina gani au amebeba nini. Akishagundua ana nyota, yaani unaweza ukakuta huyo dada ni wa kawaida, sio mzuri sana, yaani kwamba ile ana muonekano wa kumshawishi mtu. Ila kama nyota yake ni kali, wenzako wanachokifanya, wanamchukua yule binti, anamweka kwenye nyumba, anampa kila anachohitaji, anamwambia tu hakuna kutoka nje, hautaki kuhangaika, kila unachohitaji mimi nakuletea. Kwa nini? Nyota. Kwa anajua mimi nikiwa karibu na huyu si ndio mke wangu, yeye si ndio yupo naye. Manake mafanikio anayoyapata ni kwa sababu ya nyota iliyoko kwa yule mwanamke. Sasa jichanganye, nenda katoke na yule mwanamke akukute. Ndio unasikia mtu kapigwa risasi. Unadhani anakupiga risasi kwa sababu umetoka naye? Nyota baba, nyota. Sasa tatizo sisi hatuzingatii kitu kinaitwa nyota. Hatujui kwanza sisi tuna nyota gani, hatuelewi chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa ni changamoto kubwa kwa Wakristo. Usije ukabebwa na upepo kwamba kwa Wakristo hatutakiwi kuzingatia kitu kinaitwa nyota. Usije ukakubali. Umepotezewa maisha yako. Wewe focus kama Yesu tu nyota yake iliandikwa. Wewe nyota yako kwa nini isiandikwe? Kama Yesu alianza kumtafuta kwa sababu ya nyota, wewe kwa nini usitafutwe kwa sababu ya nyota? Bwana Yesu asifiwe. Mstari unaofuata. Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa. Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kwenye kipindi cha Isaya alisema kuna nyota itatokea Bethlehemu. Kwa hawa hapa sijui kwa nini walienda Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Ila maandiko yanasema wapi? Bethlehemu. Bethlehemu ni nje. Ndio maana anasema hivi, alisema neno jema lawezaje kutokea Nazareti? Neno jema lawezaje kutokea? Maana yake haiwezekani. Sisi tunajua tajiri anatakiwa kutokea kwenye familia hii au ukoo huu. Inakuwaje wewe unakuja kutokea Semtema? Hakuna hata chanzo, hakuna mzizi. Mungu anaweza kukupanda popote na wakati wowote anapotaka yeye. Haangalii mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu amepanga uinuke Iringa, wenzako wote wanakimbilia Dar ili wainuke, ila Mungu kasema wote watatokea Iringa. Haijalishi kutatokea nini na nini, yaani wewe utatoka tu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mazingira hayawezi kukuzuia, kwa sababu aliyesema ni nani? Kwa hiyo Yesu nyota yake kaenda nje ya kuliko tegemeo, na bahati nzuri, sijui bahati mbaya, wanajua kwamba ukiwa na hii haijalishi uko wapi, yaani wewe nafasi yako itakuja tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawakusema hawakupuuzia kwamba huyu bwana yuko nje, hata msipate shida, yuko nje huko. Hawakupoteza muda huo, walijua tu kabisa kama ana nyota nafasi yake ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari unaofuata. Nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, huu ni mdogo kamwe katika majumbe ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala. Anzia soma ya 9, shuka chini mpaka mstari wa 9. Nao waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni swali langu ambalo nataka wote tujiulize swali. Hii nyota kwa nini ilienda kwa wale mamajusi, alafu ikaanza kuwaongoza kuwapeleka alipo Yesu? Ilipofika alipo Yesu ikasimama. Kumbuka, kuna watu hiyo nyota haikwenda. Sijui kama mnanielewa, nakaribia kusema kitu. Bwana Yesu asifiwe. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia. Maana yake ikaanza kuwaongoza kuwapeleka. Hawajui wanaenda kukutana na nani, ila wao wanaangalia nyota inawapeleka wapi. Na nyota ilivyofika ikasimama. Bwana Yesu asifiwe. Mstari unaofuata inasemaje? Nao walipoiona ile nyota, walifurahi furaha kubwa. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka, wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Bwana Yesu asifiwe. Ona sasa, jamaa, mimi na uhakika walikuwa na mishe zao nyingi sana za kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa na kazi zao nyingi sana za kufanya, walikuwa na michongo yao, inawezekana walikuwa na biashara, inawezekana walikuwa na familia. Kilichowafanya wakaacha hivyo vyote wakaanza kumfata huyu mwenye hii nyota ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize mwana wa Mungu. Biblia inasema hivi, wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Ile nyota ilikuwa ina tabia ya kuvuta aina ya watu kwenye kusudi la huyu Yesu. Haijalishi uko wapi, ile nyota itakufuata kule kule uliko, kwa sababu ina nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Okay, ukiwa na nyota ya biashara, wale wanaotakiwa kuhusika kwenye biashara yako hautawafuata wewe. Kwani Yesu alifanya maombi? Ona walivyoenda, walienda na nini? Biblia inasema walienda na hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Maana yake nyota iliwaambia hamtakii kwenda mikono mitupu. Kwa ile nyota ilikuwa inavuta vitu. Aisha, sijui kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Nyota ilikuwa na uwezo, kwanza iliwavuta watu, ilipofanikiwa kuvuta watu ikavuta na vitu. Yesu hakuomba kupelekewa dhahabu, ila nyota iliamua muende na nini. Ni watu wa Mungu, hivi mnanielewa kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Okay, kwa mfano mimi sina huduma. Bwana Yesu asifiwe. Huduma lazima kuwe na nyota, lazima kuwe na nyota ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Kitakachofanya
watu waje kwenye huduma yangu, sio mimi nimewafata, ila nyota ndio inaenda kuvuta wale wanaotakiwa kuja huku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Kwa kuna watu tu wataanza kuja ambao mimi sielewi wapi wametokea, na sio kwamba mimi nimewafata. Nyota, na ikishawafata wanavyokuja huku hawaji mikono mitupu. Nyota itawagomea, itawaambia mnavyoenda huku hakikisha mchukua 1 2 3. Wewe mwae kujiuliza? Ndio maana sasa hivi ukitaka kwenda kumuona mtumishi mkubwa, automatic wewe mwenyewe tu ndani yako utaanza kutafuta sadaka. Kama nadanganya sema. Yaani ukitaka kwenda kumuona mtumishi ambaye tayari kuna kiwango fulani ameshafika, kwanza kinachokufanya uende kumuona ni nini? Hajakuita, hajakuhitaji, ila wewe unafunga safari unaenda. Haya, wakati unafunga safari unachukua na kabasha kako unatia vitu. Wewe una tofauti gani na wale mamajusi? Bwana Yesu asifiwe. Kinachokufanya uende ni nyota. Yeye hajakuita, hajakwambia ninahitaji sadaka, hajakwambia ninahitaji chochote, hajakwambia nina njaa, ila wewe tu mwenyewe umekaa tu nyumbani ukasema nahitaji kwenda kumuona mtumishi fulani. Haya, hapa siwezi kwenda kumuona bure. Kinachokwambia uwezi kwenda kumuona bure ni nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata wewe hapo ulipo, mtu wa Mungu, una nyota yako, na hiyo nyota yako kuna watu ambao watakuja kwa sababu ya hiyo nyota, isipokuwepo hawaji. Umenisikia nilichosema? Isipokuwepo hawaji. Hivi umewahi kujiuliza swali? Hem, tafakari na mimi. Kwa mfano, kuna mtu angekuwa na nguvu za giza au angekuwa ni mtaalamu sana wa kucheza na nyota, afu akaivuta ile nyota ikaenda kwenye familia yake, wale watu wangeenda wapi? Umenisikia nilichosema? Bwana Yesu asifiwe. Tafakari na mimi, usiwe kiroho sana. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu walikuwa wanamfuata Yesu, walikuwa wanafuata nyota. Okay, kuna mtaalamu sasa pale wa kucheza na nyota, kaivuta ile nyota ikaenda kuonekana kwenye familia yake. Wale mamajusi wangeenda wapi? Si unaelewa? Wangepeleka na walivyokuwa wamebeba. Hivi umewahi kujiuliza nyota yako wameibeba ipo kijijini, maana yake watu wako wa hatima wanafuata kule, na ambaye anaimiliki maana yake wale watu wanamfuata huyo. Okay, kuna nyota za ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyota za ndoa. Unajua nyota za ndoa zilivyo? Yaani maana yake ambaye mimi natakiwa kumuoa, kitakachofanya nifanikiwe kumuoa ni kwa sababu ya nyota nilionayo. Akiwa na mtu mwingine akaichukua hiyo nyota yangu, uwe na uhakika ndiye natakiwa kumuoa mimi, ataenda. Sio, unanielewa ninachokisema, mtu wa Mungu? Hata nifuata mimi kwa sababu mimi ndio natakiwa kumuoa. Atafata nyota kwa sababu tunafata nyota. Kama haipo kwake, maana yake uwe na uhakika utaenda kutafuta mwenye nayo. Ndio pale sasa unapokuja kukuta umekosea. Alafu mwenye nyota yake sasa anapata muda, anajitambua, anaomba, alafu ile nyota inarudi. Ikirudi huku ndoa imekufa. Sika, umenisikia nilichosema? Bwana Yesu asifiwe. Okay, tufanye hivi. Mimi ni mtaalamu wa kucheza na nyota. Sasa nimechukua nyota ya watu kwa ajili ya ndoa. Mimi si ndoa yangu labda iendi, labda ninapambana nioe siwezi, kumbe sina nyota. Naenda kwa mganga. Mganga ananitafutia mtu mwenye nyota ya ndoa nzuri, ananipa ile nyota. Sawa? Kumbe ile nyota ambaye anaifuata hiyo nyota ni Pendo. Nataka ufuatane na mimi vizuri unielewe. Ambaye anatakiwa kuolewa na mwenye hiyo nyota ni Pendo, si ndio?
Sasa ile nyota mimi nimeenda kwa mganga, nimepewa mimi. Maanake Pendo atakuja kwangu. Sawa? Nitamuoa. Tunaenda madhabahuni, tutafunga harusi. Kipindi ambacho nipo na ile nyota tutaishi vizuri. Mwenye nyota akijitambua, akasema akaenda kanisani, akakuta siku hiyo kuna maombi ya kurejesha nyota. Akaomba vizuri maombi ya kurejesha nyota. Akawekewa mkono. Nyota ikarudi. Kule nyumbani ndoa haipo. Ghafla tu wewe utakuwa hauna shida, ila aliyeifuata nyota ndio ataanza kupata tabu, kwa sababu kilichomfanya aweko pale hakipo. Baadaye anakuja kuona kuna fulani kule nje, yani nampenda na yuko kwenye ndoa, kumbe huyo fulani ndio alikuwa sijui mnanielewa eh? Kumbe ile nyota aliyoifuata kule ndio ilikuwa ya huyu. Sasa ndio imerudi sasa. Kwa hiyo manake na yeye anaambia tena kwa huyu. Kwa hiyo inawezekana ameolewa huko, ila akimwangalia Bwana Petro, yaani mume wake hamuelewi kabisa. Kwa nini? Nyota. Sijui mnanielewa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna watu wengine wana nyota za uongozi. Akija mtu mwingine akaichukua nyota yako, maanake uongozi utaenda kwake. Siku ukirejesha nyota yako, yule uongozi unapurumuka. Yaani kitatokea chochote tu, atatoka kwenye uongozi. Kwa sababu kilichokuwa kinamfanya akae kwenye uongozi ni nyota. Na watu walikuwa wanaifuata nyota. Na nyota imeandikwa kwamba huyu ni kiongozi. Kwa watu wakifika pale wanausujudia, wanasema yani wewe ndio unatakiwa kuwa kiongozi wetu, sisi tunatakiwa tukusikilize wewe. Nyota imeondoka. Ghafla na watu kwenye mioyo ya watu wanaanza kumuona mtu mwingine ndio anafaa kuwa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Amen. Kwa hiyo nyota yako kwenye kusudi lako ndio inayovuta watu na vitu. Ikichukuliwa utakosa hao watu na vitu, na hakuna ambaye atakuelewa kukuletea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, swali tu nikuulize. Kwanza wewe unajua una nyota ngapi? Katika hizo nyota ambazo ni ngapi? Ambazo uko nazo sasa hivi ni ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye nyota ulizonazo, inawezekana kuna watu wengine Mungu amewapa nyota 8, wengine nyota 10, wengine nyota 2, wengine nyota 3. Okay, kwenye hizo nyota 3 unazo ngapi sasa hivi? Na kuna wengine unakuta na nyota ya ualimu, yaani ualimu tu wa kufundisha, iwe ni shuleni, iwe ni kwenye neno la Mungu, yaani hiyo ni nyota. Bwana Yesu asifiwe. Ikiondoka, yaani kama alikuwa yuko shuleni, kitatokea tu chochote, atatimuliwa. Na akichukua mwingine, maana yake ataajiriwa kwa niaba yako. Atapata kazi, na maanisha kwa niaba yako, kwa sababu nyota yako ipo kwake. Kwa kinachofuata nyota hakikufati wewe mtu, kinafuata nyota ilipo. Watu wa Mungu, mnanielewa ninachokisema? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mamajusi walitoka, na Biblia inasema mashariki ya mbali, wakafunga safari. Watu wako wa hatima, ili wakufate, lazima nyota yako uipate. Watu wako wa hatima, kuna vitu vyako wamebebeshwa, vya kwako wako navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vyako ambavyo wanavyo, ndio maana unawahitaji. Kwa unakuta mpaka leo kuna vitu vyako wanavyo tu, hawana pa kupeleka.
au alishapeleka kwa mwingine ambako nyota yako ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Kuna wengine wamebadilishiwa nyota. Sio kama unanachosema. Wamebadilishiwa. Wamepewa ya mtu mwingine ili tu kusudi libadilike. Kuna mtu nakumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitolee mfano. Alikuwa ni mwanamke. Ni mzuri tu. Bwana Yesu asifiwe. Nina muonekano mzuri. Ni mrembo kiukweli. Lakini watu wanamfuata kwa ajili ya kumuoa. Hakuna kijana. Hakuna kijana. Ni watu fulani hivi ambao yaani ukiwatazama kama zinakaribia kuruka. Yaani hawajijali, yaani watu fulani tu, yaani wapo hapo tu. Ndio watu ambao wanamfuata kumuoa. Kakataa kwanza. Wa pili, wa tatu. Alikuja kushtuka karibia mtu wa 7. Ndio kuja kumbuka, hivi kwa nini mimi watu wanaonifuata wa aina hii? Ndio wanavutwa sasa. Kuna kitu manake umewekewa. Kuna kanyota ambako ndio kanawavuta watu wa aina hiyo. Kwa hiyo sasa hakuna namna ambao watakukwepa. Ukikutana tu na mtu wa aina hiyo, anaanza kukupenda. Na yuko lazi kukuoa, yaani ni anakuwa msumbufu. Ila wewe unamwangalia unasema, sasa mimi mbona hatuendani? Kwenye mambo mimi ninayotaka kufanya mbona hatuendani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hatufanani. Lakini sasa kwa nini wananifuata watu wa aina hii? Nyota. Wewe nikuulize swali. Wewe unadhani Biblia ilifanikiwa tu kuandika wakina mamajusi? Wewe unadhani ni watu wangapi ambao walienda na dhahabu na manemane na fedha kwa Yesu? Manake ni watu ambao wanaoenda kumuona Yesu. Manemane, fedha, dhahabu. Manake ni watu wa aina hiyo kwa sababu nyota ndio ya aina hiyo. Kwa kuna mtu anaweza kusema, kwa nini kwenye maisha yangu wanaotaka kuwa karibu na mimi ni walevi tu? Unaweza ukasema, unaweza ukajichanganya muda mwingine ukasema, inawezekana mimi natakiwa niwakomboe walevi. Kumbe kuna kitu kipo kinawavuta. Ambapo usipokuwa makini naona angukia walipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka kwenye 2009 hivi. Shuka chini. Bwana Yesu asifiwe. 2009 kushuka chini. Mimi nilikuwa napendwa na wanawake wenye watoto. Yaani mwanamke yeyote ambaye ana mtoto, yaani mimi ndo akifika lazima anipende. Ila kama hana mtoto, hana time na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ilinisumbua. Na nakumbuka kuna hicho kipindi ndio nilikuwa niko na pastor mmoja hivi, alikuwa rafiki yangu. Sasa mazingira yote ambayo nakuwa naye, hilo jambo linajirudia. Na la mwisho kabisa lilitokea mahali ambapo yeye ndo anakaa. Tumeenda pale tukakutana na mtu ana mtoto. Changamoto. Sasa mpaka tukaanza kujiuliza, kwa nini mimi wananitafuta watu wenye watoto tu? Ina maana mimi nitakiwa niwe mwanamke ambaye tayari ana mtoto? Kumbe nini? Kuna kitu nilibadilishiwa, nikawekewa. Kwa hiyo sasa ikawa wenye watoto tu. Yaani wakiniona. Shukuru tu Mungu akipo. Kingekuwa hivyo mpaka sasa hivi. Mngeniambia. Kwa Yesu asifiwe. Ungeanza kuona kama nafaa kwenye kusudi lako. Kumbe tu kwa sababu na mtoto. Ila ukiwa tu hauna mtoto, yaani ukimtazama hivi unaona sana naye. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na uhakika. Na nilishataka hadi kumuoa mwanamke ana mtoto. Nilishampeleka mpaka nyumbani na nilishataka kuanza mpaka process. Mungu tu akaingilia kati. Akasema hapana. Kuna kitu kwako kimebadilishwa. Umepewa nyota nyingine.
ambayo ndio inawavuta hawa watu. Inabidi upate ya kwako ambayo utampata wa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Okay, wewe una nyota gani? Watu gani ambao wanakuja sana kwenye maisha yako? Na unaona kabisa wewe ndani yako unaona inagoma kabisa, watu mimi sitaki kuwa nao karibu, lakini ndio wanakuja sasa. Maana kuna nyota ya mtu uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu mimi nina kusudi langu. Hebu mimi niwaulize swali. Kwa mfano, mimi sasa hivi nikawa na nyota ya mfanyabiashara. Hivi unajua ambao watakuja kwangu ni wafanyabiashara na ni watakuwa marafiki zangu. Kwa nini? Nyota. Na kuna mtu mwingine ana nyota ya kumtumikia Mungu, ila unakuta bado hajaokoka, ila watu wanaovutwa kwake mpaka yeye mwenyewe kuna muda ana maini watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kinachovuta watu kwenye maisha yako ni nyota ulionayo. Kinachomvuta mume au mke ni nyota ulionayo. Akipewa mwingine ataenda huko, yaani watu wanafuata nyota, hawakupati wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kwenye nyota ndio limefungwa kusudi. Haleluya. Haleluya. Tunaenda sawa watu wa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukaelewa sasa, hadi wakina Petro walikuwa wameandikwa kwamba lazima waje kuwa karibu na Yesu kwenye nyota. Si sawa? Uwe na uhakika kwenye nyota wakina Petro waliandikwa kwamba hawa ndio watu wako wa hatima. Okay, mtu wa Mungu, wewe una nyota gani? Au ndio tuifuate kijijini? Nani anaishi na nyota yako? Vitu vinavyotakiwa kuja kwako vinaenda wapi? Kwa sababu swali ambalo watu wa Mungu tunatakiwa kujiuliza, Yesu amezaliwa ana siku moja, yaani siku hiyo hiyo tu. Angalia vitu vilivyoenda. Angalia vitu vilivyoenda siku hii. Wewe vitu vyako vinaenda wapi? Eti mama fu, vitu vyako vinaenda wapi? Fedha zako wewe zinaenda wapi? Mane, dhahabu zinaenda wapi? Na kuna muda unabusti kabisa na maombi na bado haziji. Yaani kuna muda unakaa hivi unasema kabisa, mimi natakiwa niwe na dhahabu, mimi natakiwa niwe na 1 2 3, ila havipo. Unaingia kwenye maombi, Baba, ndani yangu mbona naona kitu fulani, mbona sikioni? Piga player wapi? Ngoma ngumu. Kumbe kinachosababisha hivyo vitu vije hakipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi natamani tuombe. Yeyote ambaye yuko na nyota yetu irudi, ili vile vitu vianze kuja kwenye nyota yako, kwenye maisha yako, kwa sababu nyota inakuwa ipo kwako. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wote wa hatima ambao wanakuja kwa sababu ya nyota, waache kwenda kule nyota iliko, waanze kuja wewe ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Watu wa Mungu, mnanielewa kweli? Waanze kuja wapi? Kwako. Kwa sababu nyota ipo na wewe. Ila tusipoomba, uwe na uhakika
wataendelea kupeleka dhahabu, wataendelea kupeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Simama. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe uliotupa, kwa ajili ya kutusaidia ili tuweze kuomba kukomboa nyota ambazo tulikuwa hatuna na zingine tulibadilishiwa. Tunakushukuru kwa neno lako ambalo umelituma kwa ajili ya kutusaidia. Hebu mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Asante kwa ajili ya somo ambalo umeliachilia kwenye mlima huu Bwana, kwa sababu Mungu umekusudia kutusaidia watoto wako. Umeangalia maisha tunayoyaishi, umegundua Mungu tunateseka, na kinachosababisha tuteseke ni nyota. Tumeshafanya maombi mengi, tumeshatoa sadaka sana, lakini kuna vitu vilikuwa vinakosekana, ni kwa sababu ya nyota. Leo Mungu umetukumbuka, umeamua kutusemesha. Tunakushukuru Bwana, tunasema asante kwa neema yako, asante kwa ajili ya somo hili, asante kwa ajili ya neno lako ulilolituma kwa ajili ya kutusaidia Bwana. Mungu umetukusudia kutupeleka viwango vingine, umetukusudia Mungu tufanikiwe, umetukusudia Mungu tuwe wakuu. Ndio maana umeamua kuliachilia somo hili leo Bwana. Tunakushukuru kwa rehema zako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa nguvu zako Bwana. Tunakutukuza kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante kwa kuwa wewe una nguvu. Asante kwa kuwa wewe unatupenda. Asante kwa kuwa unatuwazia mema. Asante kwa kuwa unatukusudia mema. Tunakushukuru Bwana. Asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa upendo wako ambao Mungu umetukusudia. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Tunakuinua Bwana, tunakutukuza Bwana. Rakata bragadoshke devrede bokonya. Rabashata rakata paya rebesi vragadoshke teplemendo robozi vragada bashakata paya rakata palezo zovregeduja. Tunakushukuru Bwana, asante kwa rehema zako, asante kwa upendo wako Bwana, asante kwa kuwa umetukusudia kutupeleka viwango vingine Bwana. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu, katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, katika jina la Yesu, ninaita nyota yangu popote pale ilipo, nyota zangu zote ambazo zipo kwenye maisha yangu, ninaziita popote pale ambapo zimefungiwa, mahali popote ambapo kuna mtu mwingine alipewa nyota zangu ili aishi, mahali popote ambapo wanapeleka vitu vyangu, hiyo nyota ikanirejee, 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 ikanirejee. Ninakuita wewe nyota yangu, wewe nyota yangu ambayo nilipewa na Mungu hapa duniani. Wewe nyota, njoo, 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 njoo. Ninakuita kwa jina la Yesu, popote pale ambapo umeshikiliwa, mahali popote ambapo ulipo, ninakuita kwa jina la Yesu. Njoo, njoo, njoo na watu wangu wa hatima, njoo na vitu vyangu, njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu. Wewe nyota ya ndoa, wewe nyota ya huduma, wewe nyota ya utajiri, ninakuita kwa jina la Yesu, ninakuita kwa jina la Yesu. Wewe nyota, njoo, njoo, njoo. Hebu ita rakata prakatoshkete pregedozia. Wewe nyota ya huduma, kwa jina la Yesu ninakuita, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, ninakuita wewe nyota ya huduma, ninakuita kwa jina la Yesu. Wewe nyota ya huduma, wewe nyota ya huduma, wewe nyota ya huduma, ninakuita kwa jina la Yesu, ninakuita kwa jina la Yesu. Wewe nyota ya huduma, wewe nyota ya ndoa, wewe nyota
nyota ya utajiri, wewe nyota ya utumishi, wewe nyota kwa jina la Yesu, ninakuita kwa jina la Yesu. Mapipo ambapo mahali sahihi, ninakuita kwenye maisha yako. Rakatapasakato yekeketepeikokoto yakakatapa reketepe. Maandiko yanasema nyota ilipo nyota ilipo ndipo na watu wanapoenda, kwa jina la Yesu Kristo. Nyota yangu, nyota ya huduma hii, nyota ya the light of God, nyota ya utumishi, ninaita kwa jina la Yesu, ninaita kwa jina la Yesu. Rikatosha takapa, mahali popote ambapo nyota ninaita kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu. Nyota yangu ya utumishi, wewe nyota yangu ya utajiri, kwa ragada bashakatapa reketepelika kato sotoroko shatapaya randa mazivro godosha rekete shetelebozia rima sondo ropo yanta palika elebezivra rabashata yakatapa. Wewe nyota, wewe nyota ya mafanikio, ninakuita ninakuita kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mahali popote na akapewa mtu, ninaita kwa jina la Yesu, ninaita la Yesu. Ragada bashakatapa regedebesikapo rabada bashakatapa rebezita katosha yanta maleske ketepeina rima soto roko shatapaya. Nyota yangu kwa jina la Yesu, nyota ya huduma, nyota ya utumishi kwa jina la Yesu, nyota ya utajiri pote, nyota ya uongozi, ninakuita kwa jina la Yesu. Shagada basaka tapaya rika noropo yaka takatucha rada bashanda rabasiki rima sondo ropo yenkente peliza zafra gadute premeno. Ninakuita wewe nyota, ninakuita wewe nyota kwa jina la Yesu, kwa Yesu. Lakantemeliska bragadu shakata paina reshakata paina rose ikanta paliza da bragadu nyota inaisa rapa ya katapaya sandariano tena rokoto peleketo pai rokoto poloko shatapaya randa masibra toya rabada bashakata paina kata paliske ketepeina rabada bashakata paina yakakata pai. Wewe nyota yangu ambao fedha zimesaka kuja kwangu, ambapo kuja kwangu, wewe nyota ambaye unahusika, ninatuma moto kwa yoyote aliyeshika nyota yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rabada bashakatapa, yoyote ambaye ameshika nyota kwangu, ambao natakiwa watu waje kwangu, ambao natakiwa nyumba zije kwangu, ambazo pesa zinatakiwa kuja kwangu,
la Yesu ambapo ilikuwa imeibiwa. Shakatapalaba, nyota yangu ya kuvuta vitu, nyota yangu ya kuvuta hela, nyota ya kuvuta rikasataraba sheke, jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kuita jina la wewe, nyota ya huduma, wewe nyota shaka soto, ninakuita kwa jina wewe huduma. Mabati walienda ya mali, wakaenda mahali ambapo wakaenda kwa sababu ya nyota. Hawakujali umbali, hawakujali nchi gani, hawakujali watu. Nyota, watu wanakuja kwa jina la Yesu. Nchi rima soto roko ntopalimando shana mama Ricardo roko kanta paina robo shana ras kokoto inaita nyota zita zikaanza ya huduma. Jina la Yesu kaanza kuonekana kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Shika nyota yangu, akakutane na moyo yangu, kutane na moyo kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu.